the institutions that are actually serving the people of Kenya. Na tukisalia kwenye hayo, baadhi ya wanaharakati wa Gen Z katika kaunti ya Kisumu wamesema wako tayari kwa maandamano yaliyopangiwa Juni 25 yanayotarajiwa kufanyika katika nchi nzima. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kisumu, vijana wa Gen Z wametoa wito kwa wananchi kuungana nao katika kudai haki na uajibikaji wa uongozi wa Kenya-Kwanza, akisema hata watakaobaki nyumbani hawapo salama. Wamewataka vile kuhadharisha vijana wengine kutotumika na wanasiasa katika kusababisha ghasia wakati wa maandamano ya amani. Kuna wengi wao waliuawa na polisi na hadi sasa hivi hawajapata haki yao, hawajapata accountability. So tumeweza kujumuika siku ya leo kama vijana kuweza kukondemn kitu ya kwanza police brutality, na muhimu kuweza kuita public waweze kutujoin kwa maandamano yetu ya Wednesday. So on 25th we are asking Kenyans that no one is safe. If you stay home, they will come for you the same way they came for Juang and killed him. If you are on the streets and you are peaceful selling masks, they will still shoot you the same way they shot Karaoke. So you are not safe. The system has killed us. The system has failed to listen to us. Those who are supposed to protect us have failed to protect us. And for the first time in history, we are out to fight for our own rights. And to our fellow brothers and sisters, do not allow a politician to use you, to give you tokens so that you come and spoil a demonstration. When we have a better Kenya, it is better for all of us. So we are saying, as much as they're saying people from this region are in broad-based, hiyo broad-based ni ya wanasiasa. Mwananchi unaona bunduki kipigwa, hawaulizangi wewe ni mkabila gani. They just shoot and then tunajua baadaye he was a Kikuyu, he was a Luo, he was a nini. So system hii kwa Kenya saizi ni system yenye ina favor the elite. Mwananchi wa kawaida huna say. Wakati huo